Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye kijiwe chetu cha michezo, tujuzane mawili matatu ya kimichezo yaliyojiri katika viunga mbalimbali. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau mkubwa kindaki wa michezo, hususan wa mpira wa miguu ama soka, wengine wanaita kabumbu, wazungu wanasema ni football, basi bofya alama ya dole gumba kama ishara ya kusupport mpira wetu bwana, uzidi kusonga mbele. Bwana, maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa tuliyokuletea hapa kijiweni kwetu leo. Bwana, taarifa kubwa tunayokuletea hivi sasa katika dawati letu la michezo hapa kijiweni ni kwamba dabi ya Kariakoo ni dabi ambayo imekuwa na sintofahamu nyingi sana. Kumekuwa na maneno mengi sana, dabi ipo mara haipo, imeahirishwa, nini kimetokea, sintofahamu za kutosha kabisa. Lakini kama unakumbuka, baada ya mechi kuahirishwa Machi 8 na kupelekwa Juni 15, siku chache kabla ya Juni 15 tuliona kikao ambacho Young Africans walikaa na bodi ya ligi, na ambapo bodi ya ligi waliwaita Yanga kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na mchezo huo wa Juni 15, ambao Yanga waliweka wazi kwamba hawachezi mpaka matakwa yao ambayo waliainisha yatekelezwe, ikiwemo baadhi ya viongozi kujiuzuru, ikiwemo viongozi wa bodi ya ligi pamoja na katibu mkuu wa TFF, huku mengine yakiwa ni bodi ya ligi kuwa huru na vitu kama hivyo. Na tunaona ya kwamba baada ya kikao kile, afisa habari wa Young Africans alikuja kufanya mkutano na waandishi wa habari na kuzungumzia yale ambayo yalitokea kwenye kikao ambacho walikutana na bodi ya ligi. Na moja kati ya hoja ambayo alizisema ni kwamba taarifa ama ripoti ya nini ambacho kilitokea Machi 8 bodi ya ligi wanayo na hawataki kuisema, na taarifa za ndani zinaonyesha ya kwamba kuna mtu mmoja kigogo mkubwa wa serikalini alipiga simu kwa meneja wa uwanja na kumwambia asifungue mageti ili Simba wasipate nafasi ya kufanya mazoezi katika siku hiyo, ambapo kikanuni timu mgeni anaruhusiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ule muda wa mchezo katika uwanja ambao utatumika. Hivyo Simba walikwenda kufanya mazoezi na kutimiza takwa la kikanuni, lakini walizuiliwa kufanya mazoezi. Nadhani kila mmoja anafahamu ambacho kilitokea. Hivyo bodi ya ligi taarifa hiyo wanayo, lakini hawataki kuisema, na afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe akasema bodi ya ligi itoke hadharani na kusema ni nani ambaye alifanya hiyo hujuma ya kuizuia Simba wasifanye mazoezi na kusababisha mechi kuahirishwa. Sasa wadau wengi wamekuwa wakijiuliza maswali ya hapa na pale. Ni nani ambaye alipiga simu kuahirisha hiyo mechi? Ni nani alipiga simu kufanya Simba izuiliwe kufanya mazoezi? Maswali yamekuwa ni mengi, kila mmoja amekuwa akihisi huyu akihisi yule, lakini taarifa rasmi bado bodi ya ligi hawakuitoa. Na mpaka sasa tunavyozungumza, bodi ya ligi hawataki kusema ni nani ambaye alipiga simu na kufanya hayo maamuzi ambayo anafanya. Mpaka hivi sasa dabi imekuwa ni kizungu mkuti, licha ya kwamba imepangwa tarehe ya mwisho ambayo ni leo tarehe 25 mwezi wa 6 katika uwanja Benjamin Mkapa majira saa 11 jioni, lakini bado watu wanajiuliza ni nani ambaye alipiga simu na kufanya soka la Tanzania ilipitia haya linayopitia. Sasa za ndani kabisa zinasema ya kwamba aliyepiga simu mpaka kufanya mechi isichezwe tayari ameshachukuliwa hatua za kinidhamu, na mpaka tunavyoona hivi sasa baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi akiwemo mwenyekiti na CEO, mwenyekiti amejiuzuru na CEO wa ligi Almas Kasongo amesimamishwa kazi, na inavyosemekana ya kwamba taarifa za ndani kabisa ni kwamba hata huyo kiongozi ambaye alipiga simu kwa ajili
ya maslahi yake binafsi anayojua yeye na kufanya Simba wazuiliwe kufanya mazoezi, naye amechukuliwa hatua. Lakini pia taarifa zinasema ya kwamba ameomba radhi na ameomba Watanzania wamsamehe sana kwa kile ambacho amekifanya, lakini anachoshukuru ni kwamba mchezo umepangwa katika siku kama ya leo tarehe 25 mwezi huu wa 6. Hasa wewe kama mdau wa Malcom tuambie, yeye ameomba radhi, huko aliko roho inamsuta, roho inamuuma kwamba Tanzania inapitia yote magumu katika soka kwa sababu tu ya simu yake ambayo aliipiga. Wewe kama mdau wa Malcom tuambie, licha kwamba amechukuliwa hatua, japo hatujafahamu ni hatua gani ambazo zimechukuliwa, na ameomba radhi kwamba roho inamuuma, anaomba Watanzania mumsamehe. Wewe kama mdau wa Malcom, wewe kama mdau wa soka, tuambie neno lako kwake, unamsamehe ama unataka nini kingine? Yeye ameomba radhi, wewe unasemaje? Radhi yake unaipokea ama ndo ile ya ubaya ubwela, hakuna kuomba radhi mpaka kitu kingine kitokee? Hasa hapo utuambie katika uwanja wa maoni, twende sawa. Malcom tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine, bye bye.